Salaam, habari Tanzania. Naitwa Fauzia Saidi, ni afisa habari kutoka Ahadi Project kushirikiana na Kiohede chini ya udhamini wa World Vision. Leo nipo kata Mbagala, mtaa Moringe. Nipo kwa mzee Ulasa, ni kiongozi wetu wa dini katika mradi wetu wa Ahadi, na hapa kote nilipo ni eneo la mzee Ulasa na ni kiongozi wetu wa dini. Nimekuja hapa leo kuja kuzungumza naye kuhusiana na mradi wetu wa Ahadi, majukumu yake kama kiongozi wa dini, majukumu yake na changamoto zake anazozipitia kama kiongozi wa dini katika kutoa elimu kwa vijana. Sasa kwa yote hili ni eneo lake la mzee Ulasa, na nimekuja leo hapa kwake kuja kuzungumza naye kuhusiana na majukumu yake na changamoto zake na majukumu yake ya kila siku, majukumu yake kama kiongozi wa dini, changamoto zake. Tuko hapa leo sasa tukakutane naye mzee Ulasa. Kama unavyoona hapa tushafika kwenye eneo la mzee Ulasa. Lote hili ana mandhari mazuri, ana mboga, ana mimea mingi kwa kweli, na mandhari yake ni mazuri, na pia namuona mwenyewe mzee Ulasa ametulia pale. Sasa ndio tukazungumze naye kuhusiana na majukumu yake. Sasa nimefika, nipo na mzee wangu, ni mzee wetu ni kiongozi wetu wa dini, mradi wetu wa Ahadi. Habari mzee? Nzuri. Salama. Namshukuru Mungu. Safi. Mimi naitwa Fauzia Saidi, sijui naitwa nani? Mimi ni mchungaji Godwin Ulasa. Niko katika eneo la kata ya Mbagala ya mtaa wa Moringe. Sawa. Sasa mimi hapa nataka nikuulize kidogo maswali. Yeah. Ni majukumu yako ni yapi? Majukumu yako ni yapi kama kiongozi wa dini kwenye mradi wetu wa Ahadi? Kwanza ijulikane mimi ni mhubiri na pia huwa ninapita maeneo mbalimbali. Ninajua baada ya kukutana na mradi wa Ahadi chini ya Kiohede ulio chini ya World Vision, baada ya kupata semina na maelekezo, mwanzo tulikuwa tunahubiri tu dhambi, lakini tulikuwa tuhubiri matokeo yanayotokana na ile dhambi. Tulikuwa tunahubiri upande wa kiroho. Kabla ya mradi huu hatukugundua ya kwamba kuna matokeo mazito na magumu tu ya maisha ya wale watu tunaowahubiria, hata walioko makanisani, kwamba wana changamoto nyingi na nzito. Lakini huu mradi wa Ahadi umetuweka sasa, umetufungua, na ulipotukusanya kama viongozi wa dini, sisi tumepokea sasa agizo la kuja kukutana na wale watu, kuwajua na kuwatambua na kuwakusanya na kukaa nao na kuwapa tafsiri nzima ya mradi wa Ahadi juu yao, ambao uko Kinondoni na Temeke. Na hii imetufanya kugundua sasa watu wana maumivu. Unapozungumza maumivu, ni ule ukatili wa jinsi na jinsia ambao tumeelekezwa na kufundishwa na kutambua jinsi ambavyo jinsia zinapata shida na watu wana matatizo. Na baada ya kufunguliwa hii, imetufanya tuwe na mzigo sasa wa kuwatafuta watu na kuwatembelea, hasa katika mtaa wetu wa Moringe na maeneo mengine. So Moringe tu, hata kwenye mikutano mbalimbali na ndani ya Tanzania tumeweza kurusha pia katika redio Kicheko, imerushwa katika mikoa 9 ya Tanzania juu ya kazi nzuri ya mradi wa Ahadi hiyo chini ya Kiohede, ambao unagundua watoto wengi wa mitaani, vijana wengi, wengine wako katika changamoto nzito, wanalawitiwa, wanasagana, ndio wanavuta bangi, watoto wengine wameacha shule, hawana msaada, na wale wenye matatizo pia imetokea sasa hawajui waende wapi au wapaze sauti wapi. Sasa baada ya kupewa wajibu wa kuwafikia hawa watu na kuwaelekeza jinsi ya kupaza sauti na wafuate wapi utaratibu utakaowasaidia katika zile changamoto. Kwa mfano, katika mtaa wetu huu wa Moringe kuna mama ambaye mumewe amefariki na watoto
wamemnyang'anya nyumba, wamemwambia mama, wewe una mamlaka ya kusimama na nyumba wala una mamlaka ya kupokea chochote. Sasa huyu mama hajui apaze sauti wapi, huyu mama hajui asaidike vipi. Kwa hiyo baada ya semina nzuri ya Kiwohede chini ya huu mradi wa Ahadi, kwa kweli imetufanya sasa tugundue na kuwa na mzigo na kuweza kuwahudumia kwanza wale watu tulionao makanisani, tuwahudumie kimwili na kiroho, na kutambua mtu tu unaweza kuzungumza naye kiroho, lakini kumbe nyumbani kwake, kwenye ndoa yake, ndani ya familia yake ana mambo magumu na mazito ambayo yanamsibu na hajui afanye nini, na wengine hawajui wafanye nini, hawaoni njia. Lakini baada ya mradi huu na tumeweza kuwafikia wengi, na tunaendelea kuzungumza nao na kuwapa yale yote ambayo tuliyapata kutoka mradi wa Ahadi, kwamba tuwafikishie watu ujumbe na kuwafungua kule. Si tunajua kiroho au kibibilia, kwa kuwa mimi ni kiongozi wa dini katika Ukristo na inasimamia, nilichojua ni kwamba namsimamia mtu afunguliwe kiroho, lakini sikuweza kujua ya kwamba kumbe kuna nafasi pia ya kumsaidia katika changamoto anazokutana nazo, hasa ukatili wa kijinsi na kijinsia. Tulijua kuamua ndoa tu na mwisho kuzifikisha kwa msajili wa ndoa, zikishindikana kuvunjwa. Kumbe kuna jinsi ya kuwasaidia wale wanaoelemewa, wale ambao wako kwenye matatizo makubwa, jinsi gani na utaratibu gani wafuate ili kupata haki zao, kwa kuwa inasaidia sasa watu kutambua, kupaza sauti. Na hii tuliopewa sisi kupaza sauti kwa ajili yao inawafungua wengi, na hata waume wengi wa watu sasa hivi wameanza kunifuata kuniambia kwamba umewafuata wakina mama, umekusanya watu. Naona sasa watu wanaanza kubishana nasi. Sasa wao hawachukulii kama ni haki, wanachukulia kwamba watu wanabishana nao, kumbe watu wameelekezwa njia ya kudai haki zao. Sawa. Mbali na mradi wetu na mbali na wajibu wako wa kila siku, je, ni changamoto gani ambazo unapitia katika kutekeleza kazi zako kwenye mradi wetu wa Ahadi? Asante. Tumeifanya kazi ya changamoto zipo. Na nitazungumza changamoto chache, kwa sababu bahati nzuri niseme katika kata yetu kuna watu wazima ambao tumeshughulika nao, na pia kuna vijana ambao wanashughulika na Omari, na hapa hata pia tulimkusanyia Omari kwa kuwa uelewe hili ni eneo la kanisa, na akaja akakaa nao. Changamoto ambazo tunakutana nao, ukiwakusanya wale watu wanashindwa hata kufikiri zile shida zao zinazowaumiza, ambazo wanatakiwa kuelekezwa ili kupaza sauti na kuelekezwa mahali pa kufikisha, lakini watanguliza sana, watapata nini? Watauliza kwamba kuna maji ya kunywa, wanauliza tutasaidikaje juu ya maisha yetu ya kila siku, kwa sababu watu wako katika hali ya chini sana, watu wana maisha magumu sana. Sasa ukiwakusanya, kwa sababu wanajua viongozi wengi wa dini wanapenda kuhubiri na kueleza. Kwa hiyo kitu cha kwanza unapowaambia huu mradi wa Ahadi una makusudi ya kuwasaidia na kuwafungua, kuwatoa mahali njia moja kuwafikisha njia nyingine, kuwatoa pale mlipo, hata kuwasogeza katika msingi ambao mtakuwa na uhuru wa kiroho na kimwili, na mtakuwa na macho ya kuona. Sasa hamtakuwa vipofu tena kwa yale ambayo mlikuwa mnapata shida ya ukatili wa kijinsi na jinsia. Kwa hiyo changamoto kubwa, wanauliza hata watakula nini, wanauliza maisha yao yatakuwaje, watasaidika nini, watapata bei gani. Hizo ndizo changamoto tunazokutana nazo, kwa sababu tumewalenga wale kabisa watu ambao wana matatizo na wana shida, na vijana wengi, watoto wengine wa mitaani,
na ukumbuke pia hawa watoto wa mitaani, hawa wamama ndio tumewaendea wenye watoto hawa wa mtaani. Sisi hatukwenda tu kwa ajili ya watu wa kawaida, wala hawa ambao wana watoto wa mitaani na wanasaidiwa kufundishwa, ndio hao tumewafuata. Sasa wanacholenga maisha yao, tutawasaidiaje? Watasaidika vipi? Mradi wa Ahadi chini ya KIWOHEDE ndani ya ufadhili ya World Visions watawasaidia vipi? Watawapeleka kwa hatua ngapi? Na una malengo ya kuwafanikisha nini watoke katika taabu zao? Maana wengi hata mlo ni mgumu kwao. Asante sana. Asante. Sasa mzee wangu, kwa yote tuliyoongea, nini kifanyike? Kwa ushauri wangu kuhusu mradi wa Ahadi unaoendesha na KIWOHEDE, na kwa sababu wako chini ya World Vision, na World Vision tunaijua katika nchi ya Tanzania ni maeneo mengi wanasaidia, wana sifa kubwa ya kuwainua wale watu ambao wana hali ya chini. Kwanza tunashukuru sana wao kuibua mpango huu Dar es Salaam, kwa sababu ilijulikana Dar es Salaam watu wanajiweza, kumbe watu wana matatizo makubwa, watu wana shida ngumu katika jiji la Dar es Salaam. Mimi ushauri wangu ni kwamba kwa kuwa sisi tunajua maisha ya watu, kuna watu ndoa zao zimevunjika, watu ambao ndoa zao zina vurugu, kuna wamama wanahangaika wafanye nini juu ya watoto ambao wametelekezewa watoto, na hawa tumeweza kuzungumza nao. Kama mradi wa Ahadi chini ya KIWOHEDE utakaa vizuri na World Vision, wakaweza kuwasaidia hawa watu katika maisha yao ya kila siku, kwa sababu wengine hata mlo ni shida, wakatoka eneo moja kuja eneo jingine, sawasawa na ambavyo wametutuma kwenda kuwafungua, wakatambua haki zao na jinsi ya kupaza sauti, wangewasaidia pia jinsi gani watoke katika maisha magumu na waje katika hali ya kuweza kujitegemea. Na ndio maana nimesema, niliulizwa na mwandishi wa mtangazaji wa redio Kicheko, asema mnatoa ushauri gani kama viongozi wa dini? Tunachosema ni watu wafundishwe kimwili na kiroho, wasaidike. Na nashauri mradi wa Ahadi chini ya KIWOHEDE, chini ya World Vision, wawasaidie watu hawa katika maisha, sio kutambua matatizo yao tu, itakuwa haijafika mwisho, bali na yale maisha magumu wanayoishi waweze kutoka kule. Asante. Asante sana kiongozi wangu, kiongozi wangu wa dini, mzee wangu, nimejifunza mengi kutoka kwako. Nimesikia mengi kutoka kwako, mara kuna mengine nilikuwa siyajui, ila nimejifunza kutoka kwako. Nashukuru sana, na imani tumeyapokea kama taasisi ya mradi wa Ahadi, na imani watayafanyia kazi. Asante sana. Sasa nimemaliza mahojiano na mzee wangu, kiongozi wangu wa dini, mzee Ulasa. Tumesikiza mambo mengi, tumesikiza changamoto, kazi zake anazozipitia, japo tumesikiza mambo mengi ambayo wenyewe tulikuwa hatujui. Tumekuja kujua kwake kwa mzee wetu, mzee Ulasa, na imani kama taasisi ya mradi wa Ahadi wataifanyia kazi kila kitu kilichoongeleka hapa. Mimi ni Fauzia Saidi, ni afisa habari kutoka Ahadi Project akishirikiana na KIWOHEDE chini ya dhamini ya World Vision. Tukutane kipindi kijacho.